God is not interested with your body. That is why we bury your body. He is interested with your heart. When you find yourself in a situation you cannot be able to handle, that is the spirit of poverty. When you are under the influence of the spirit of poverty, it is personality impersonates in your life and destroys you completely, irrespective of your nature and stature in the society. Hapa ndio unahitaji Mungu atume nabii. Kuna siku ulikosa kusikia ile sauti ya Mungu na ndio imekukosti mpaka sasa. Chomeka kabisa. Wapi kubaya? Home. When God is blessing you, it is just not anywhere. It must be a position where God has anointed. Forces that hinder your breakthrough. Tutasoma kitabu cha Leviticus ama mambo ya Walawi 26. Leviticus 20 from verse 8 mpaka 20 hapo hivyo. Wakati mtakaa na mtatii kulingana na amri za Mungu na mapenzi ya Mungu, hakuna kitu ambacho kinafaa kukuzuia. Hakuna kitu kinafaa kuzuia kazi yako. Baraka zinakufuata mahali popote unaenda. Lakini sasa nikuulize, madhabahu haya tunayosemea evil altars ama madhabahu ya kishetani ni magani haya? Kama umewahi kuenda kwa mganga, hiyo ni madhabahu ya kishetani. Kama umewahi kufanya usherati, hiyo ni madhabahu ya kishetani. Kama umewahi kutenda mambo ambayo ni kinyume na amri za Mungu, hiyo ni madhabahu ambayo yanainua shetani mwenyewe kuliko kuinua Mungu. Kwa hivyo, what is this that causes the evil altars? The evil altars ni madhabahu ambayo yanaenda kinyume na Mungu. Kitu chochote ambacho kinakaa kinyume na Mungu, ambacho kimeinuliwa kikiwa ni kitu cha kiroho, basi kinaashiria na kinafanya kazi ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata madhabahu haya yanaweza kukua na fikiria ni ya Mungu, kumbe upate ni madhabahu ya shetani, kulingana ni nini kinafanyika kwenye nyumba hii, kulingana ni maombi gani ambayo inafanyika katika nyumba hii, kulingana ni sadaka za aina gani zinatolewa kwenye nyumba hii, kulingana ni watu aina gani wanakuja katika nyumba hii. Hiyo inakuletea uashirio wa kuelewa ni nini ambacho kinafanyika kwenye ile nyumba. Hicho ndicho kinakwambia ni madhabahu gani yanayotumika katika nyumba hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mahali kuna madhabahu ya Mungu, kuna testimony ya kusema Mungu ametenda. Kuna urahisi wa kuishi, kuna urahisi wa kufanya kazi, kuna urahisi wa kukaa, kuna urahisi wa kutembea, kuna urahisi wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mahali kuna ugumu, yes, unakuta unaabudu, mnafanya vitu vyote, lakini kuna ugumu wa kufanya kazi. Umefanya vitu zako zote, lakini there is difficulties. Kuna ugumu unapojaribu kufika kwenye bahari unafaa kupata baraka zako, kitu kinafanyika, unaondolewa. Inaitwa near success syndrome. Wakati unakaribia kufanikiwa ndio unakuta kitu kinaondolewa. Wakati unakaribia kwenda kukula, kunatokea polisi, mnaambiwa muingie kwa kirori. Wakati unakaribu kulima, unasikia jua imekuja, imekausha mahindi zote na hamkuna kitu umevuna. Hapo kuna madhabahu ya shetani. Either madhabahu hayo wewe ndio uilete, ama uliyakuta, ama area ambayo unaishi iko na madhabahu ya kishetani ambayo iliinuliwa bila wewe kujua, lakini umekalia hapo. Kwa hivyo maeneo ambayo unaishi yanaweza kusababisha upungufu katika maisha yako. Unaweza kumaanisha kama sasa tuseme Kiandutu. Kiandutu hakuna kitu kinaweza toka huko kina utajiri, maana ndutu inaashiria umaskini. Kwa hivyo madhabahu ya mtu aliyeanzisha huko, alianzisha kwa sababu ya umaskini. Kwa hivyo yoyote atakayeingia huko, akiwa tajiri, akiwa maskini, wote watafanana, maana msingi wa hapo unasema hapa ni Kiandutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maeneo unaingia, milango yako inafunguka. Kuna maeneo, kuna nyumba unaweza komboa uingie, upate shida zinakuingia. Unaweza komboa kanyumba tu, kadogo tu, kanyumba ka 10 by 10, uweke biashara. Biashara yako inanawiri. Utoke hapo uende mahali kama Doni Home, upate nyumba kubwa mzuri kwa sababu kazi yako imefanikiwa. Uende ufungue kazi yako, hiyo kazi yako yote ianguke. Kwa nini? Madhabahu ile inaongea.
katika eneo hilo. Hiyo ndio inasababisha wewe kuendelea ama kutokuendelea. Mama yako ama baba yako walikuwa naabudu miungu gani? Walikuwa wachawi, walikuwa waganga, ama walikuwa wanafanya vitu ambavyo ni vya kiushetani, kizingaombwe? Kama walikuwa watu wa kwenda kwa waganga, wewe bado uko kwenye madhabahu ya waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuwa wanatengeneza pombe ya muratina, ambayo pombe ya muratina kwa Wakikuyu ilitengenezwa kama madhabahu, kama bado mama yako ama baba yako ama shosho ama guka alikuwa anatengeneza kitu kama pombe ya muratina, kwa maana walipotengeneza pombe ya muratina walichinja mbuzi, wakamwaga damu, kisha wakati wa pombe hiyo ilitengenezwa walimwagia wale ambao wamekufa, wale ambao walikufa kitambo, wakawanywesha damu hiyo, wakawanywesha pombe hiyo, kisha wakawataja majina. Kama ni baba yako, ni guka yako, wakawataja majina, wakawaambia, wewe ulienda zamani, wewe kunywa, wewe kunywa, wewe kunywa. Kisha akakunywa, akatemea kifua chake, ni kumaanisha ametoa sadaka kwa hao ambao walienda. Ndio unasikia hii chama hii inaitwa kiama, na hii ingine inaitwa kedamuhoru, na waganga wanafanya hivyo kufufua maroho ya wale walikufa zamani. Gomi kwa Wakikuyu, kufufua maroho ya wale waliokufa, kumaanisha tuende sasa city mortuary, wale watu wamekufa tuambie niobeeni, wewe nisaidie, wewe nifanye, ukaende ukapelekwa kwa hawa waganga, kwa sababu hiyo ni madhabahu ya shetani. Hiyo kiama na hiyo mambo ya waganga, sijui maina sijui nini, hizo zote ni madhabahu ya shetani. Mtu yote atakayekupeleka kukwambia tuende tukazungumzie wale ambao walikufa, Bwana Yesu asifiwe sana, ni nini unaweza kwenda kupata kwa wale walikufa? Saa hii ukashikwa, saa hii uende upelekwe city mortuary, wale watu wa city mortuary wakuigise jani, washike mlango, wafuge, watoroke, utapata amani? Saa hii waseme baba yako amekufa, baba yako, God forbid, si wewe, nasema baba yako amekufa, mama yako amekufa, ama mke wako ambao unampenda amekufa, uambie atalala kwa kitanda moja na wewe, utakubali? Utakubali? Mutatoka bio. Ile mila yana huko kwa western, hiyo ndio inawaforce, ni kulazimishwa, kwa sababu ni mila ya huko. Lakini nikuulize, unaweza kulala nyumba hiyo? Hauwezi, utatoroka. Ni kwa nini sasa? Kama hiyo kitu kiiba, hiyo maiti iko hapa, mko nayo hapa kwa hapa, unaambia ukae nayo hapa kwa hapa, hauwezi kukaa nayo. Lakini unaambia tuende kwa kaburi, tuite guka wa guka, tumumwagilie pombe kidogo, tumpatie akunywe, tumumwagilie shosho kidogo, tumpatie akunywe, tumwagilie anko kidogo, tuwapatie wakinywe. Hiyo ndio inaitwa kufufua madhabahu ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote ambaye anaenda kumwaga hiyo pombe kidogo kidogo ni mfuasi wa madhabahu ya kishetani, na kutoka hapo kunatokeanga vifo na mikosi katika familia. Sijui kama mnanielewa. Immediately ukijiconnect na madhabahu hayo, kile kitu kinaanzanga kutendeka ni vifo ambavyo vya ghafla, ni mambo ambayo accident ya ghafla, na umaskini wa kighafla inaanza kutokezea. Divorces zinaingia, unakuta familia ambayo ilikuwa imeshikana vizuri inaingia divorce. Kutoka hapo familia ambayo ilikuwa imeenda vizuri, watoto walikuwa wanaenda vizuri, wanaanza kubadilika kuwa majambazi na wezi na mikosi. Unakuta polisi walikuwa wanafuata mwizi, wakafikiria huyu mtoto ndiye alikuwa naiba. Unasikia mtoto amepigwa risasi na alikuwa anachota maji, kwa sababu umefufua wale watu waliokuwa wamekufa. Na hao watu ambao wa zamani walikuwa wamekufa, walikuwa wanatoa sadaka ya kutoa mbuzi, na umewafufua na damu haujamwaga, kwa hivyo watajiitisia hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we have so many people who are suffering. That is why tunapata watu wanateseka. Watu unakuta familia ni ya watu wamesoma sana, familia mzima unakuta ni madigrii tupu, lakini wote ni makaga, wengine ni hoka. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alialika mizimu ya watu waliokufa. Kuna madhabahu ambayo yanazungumza. Mtu yote anafufua mizimu ya watu waliokufa, huwa anafufua roho ya umaskini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watoto kwa sababu wanatawaliwa na roho aliyekufa, biashara itakufa, ndoa zitakufa, maisha itakufa, hakuna kitu kitaendelea. Watoto wote wataishi kwa umaskini. Kwa nini? Kwa sababu wamefufua maroho ya waliokufa, na kitu kimekufa kinasababisha kifo katika familia. Sijui kama tunaendelea. Hiyo ndio kusudi ya kuona. Hizo ndizo vitu ambazo zinazuia baraka yako. Labda umefanya biashara. Kuna watu unaweza fanya tu na yeye biashara. Unafanya tu, mnaanza na shilingi milioni 100 na milioni 100. Mnaanza biashara, lakini ikienda miezi 6 hiyo biashara inaanguka. Mnapata mkosi, mnaenda China, mnasikia meli yote ilimwagika, ikaaguka. Vitu zote mliuziwa zilikuwa fake. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna roho ambaye imefuata mtu mmoja wenu, na hiyo roho ni ya umaskini. Roho itokanayo na mizimu na uganga na madhabahu yaliyojengwa, madhabahu ya shetani, madhabahu ambayo hayaashirii kwenda mbele bali ni ya mashetani, madhabahu ambayo yanasababisha ndoa kuanguka, madhabahu ambayo yanasababisha watoto wako hakuna hata mmoja anayeweza kusaidia. Unakuta mama uko na miaka 80, lakini mpaka sasa wewe ndio unatafutia watoto wako chakula. Mama ako na miaka 70, badala watoto wako wakulishe, yako lemia mafuti kuhura nguo nigeza utumie mtoto wako chakula, maana hana amezaa kuzaa. Kwako unakuta ni kama secondary school ya vitoto. Anasikia haka ni kajeri, haka ni kamwaliki, haka ni kanani, haka ni kanani, haka ni kwa ule msichana alikufa kwa baa, ati aliingia tu akaaguka kwa baa. Huyu ni ule kijana mnasikia alipigwa risasi Kitegera. Huyu mtoto, hawa wengine unasikia ile gari ilianguka Nakuru, hawa ni watoto wake. Unakuta wewe uko na miaka 70, lakini kila kitu unafanya ni kulea wajukuu wako. Biblia inatuambia baraka zako zitakufikia wewe, zifikie watoto wako, watoto wako na watoto wa watoto, mpaka kizazi cha 5. Kama unaona wewe mwenyewe hata kizazi chako hakijabarikiwa, kuna laana inatembea katika mji huu. Kuna madhabahu ambayo yanaongea kwenye nyumba hiyo, na hiyo madhabahu lazima ivunjwe ndio muweze kuachiliwa huru. That is one thing that hinders your breakthrough. Ukaangalia kuna mambo kama hiyo yamekuzuia, hata ufanye nini hauwezi kuondoka, hata usimame aje, hata uende kanisa ya gani, hata uombewe na nani, mpaka wakati mta-address hiyo issue ya madhabahu, mpaka muende muaddress. Kama shosho yako ama mama yako alikuwa muganga, muende mpaka huko kwenu, muvunje huo uganga ambao uko ndani ya compound hiyo. Kama anko yako alikuwa muuaji, alimwaga damu, mpaka muaddress hiyo damu ambayo ilimwagika. Kama aunti yako alikuwa msherati, lazima muaddress that issue ya usherati, kwa sababu kuna watoto umeitanisha na huyo aliyekuwa msherati, na unakuta katoto hako ni kasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta huyo jamaa ambaye umeitanisha na anko mwenye alikuanga mwizi, alikuanga muuaji, unakuta katototoke tujina majina yake yote. Kwa hivyo majina yana connection na madhabahu. Ile jina umeitwa, lazima uende uzungumzie hiyo jina. Kama iliitanishwa na mtu mwenye ako na laana, kama ni guka yako na alikuwa na laana, na jina hilo mkiita watoto wanashidagwa, hawatembeagi, wanafika miaka 6 kanakufa miguu, kanakuwa kiwete, ama kanakosa kuogea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo jina, huyo mzee kuna kitu alifanya, na hiyo kitu kilisababisha jina lake lilaaniwe. Kama jina la mtu lilaaniwe, kisha ulibebe uite mtoto wako hilo jina, hata huyu mtoto atalaaniwa, kwa sababu hiyo jina imebeba laana mpaka huko. Kuokoka kwako hakuna uhusiano wowote na madhabahu ambayo inafanyika kwenu. Kuokoka ni unapata ufunuo. Kuokoka ni kifunguo cha kuanza kujielewa. Umeletwa kwenye spiritual realm, umeletwa kwenye anga nyingine ya kuanza kuelewa ni vitu gani. Macho inafunguka, ndoto zinaanza kukuja, unaanza kuona unalea vitoto vidogo, unaanza kuona vitoto hivyo. Ukiona uko kwenye ndoto kuna katoto unakalea, ulizaa, huyo anaitwa spiritual baby. Hiyo ni shetani. Msamaha ni kifunguo cha maisha. Msamaha ni kufuli ya maisha.
Kuna watu ambao kwa maisha wamekuwa padlocks, na kuna watu kwa maisha wao ni vifunguo. Kama umebeba, una hasira, kama una mambo ambayo unabeba yaliyo na chuki, yaliyo na mambo ambayo ni ya kukasirika, ulibeba mtoto wako, ulibeba aliyekuwa na wewe, ulibeba aliyezaa na wewe, ulibeba aliyekunyang'anya biashara, aliyeiba pesa zako, kumbuka kuna Mungu aliye mbinguni mwenye anajua kuhukumu kwa haki. Mtu yote aliyekufanyia uovu, mkabidhi kwa mikononi mwa Mungu, maana hauna nguvu yoyote ya kufanya hukumu. Hauna nguvu, hauna mamlaka dunia hii kutoa hukumu kwa mtu yule mwingine. Hauna, you are not supposed to judge. You are not supposed to stand against somebody kusema huyu mtu ni msherati, huyu mtu ni mwizi, huyu mtu anakaa. Hauna ruhusa ya kutoa hukumu yoyote ile, maana anayetoa hukumu yuko mbinguni. Anayeweza kutoa ile hukumu yuko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndio mwenye kutoa, na ndio mwenye kutoa amri, ndio mwenye kubariki, ndio mwenye kuinua, maana ana uwezo tu huo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo any breakthrough in your life is interconnected with how you handle your enemies. Venye una handle maadui wako. Biblia inasema mwanzo kabisa katika kitabu hicho cha Leviticus, mambo ya Walawi, katika mstari wa 6, mstari wa 7 inasema hivi: You will chase your enemies and they shall fall by the sword before you. 5 of you shall chase 100 and 100 of you shall put 10,000 to flight. Ati Mungu ukisamehea, kusamehea, uachilie. Uache hao waliokutukana, uache hao waliokudhuru, uache hao waliokunena, uachie katika mikono ya Mungu. Mungu atasababisha wakikuona wanatoroka, wakikuona wanaangamia. Mungu atapigana vita zako zote. You don't need to carry them. You don't need to do anything. Kama una kitu ambacho unaona hiki kitu tulikuwa tumeshikana na huyu, mpatie aondoke ndio upate peace. Haleluya. Utakapomwachia aondoke, amani ya Mungu itashuka juu yako, na maana malaika watakupigania, malaika watakutetea. Roho wa Mungu atashuka na atakupigania, maana katika unyonge wetu tuko na nguvu, katika umaskini wetu tuko na nguvu, katika kwenda sisi chini tunainuliwa na tunapelekwa kwenye milevo kwenye level ambayo Mungu anataka tukae. Wewe kukaa kwenye hali ambayo umekaa ya kubeba chuki kwa sababu huyu bwana alikuachia watoto 5, alikuachia watoto 6, alikuacha kwenye umasikini, alichukua vitu zote akakuacha kwa nyumba. Hiyo ndio imekufunga, na hiyo ni shetani alisababisha ndio ifunge ndoa yako, ifunge baraka zako, ifunge njia zako, ifunge kazi ambayo mnafanya. Unapomchukia mtu unachafua anga yako. Ukichafua anga yako unasababisha kitu ambacho kinaleta baraka katika maisha yako kinapotea. You must be allowed to create a conducive environment ambayo inakubalika na inakubalisha neema ya Mungu ikashuke. Unapokuwa umechukia ni kumaanisha hawezi kubarikiwa. Tumemwambia Mungu ya kwamba atusamehee kama vile tunavyosameheana. Kwa hivyo there is a condition for you to be blessed, you must be forgiven. To be anointed, you must have forgiven. To be blessed, to move forward, lazima ukue ulisamehea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama haujasamehea ni kwa maanisha kuna anga fulani umeshika, kuna bingu fulani umeshika, kuna roho ambayo umeshika, roho wa kishetani, na ukamkabidhi na ukampa nafasi katika moyo wako. Moyo wako ukipata hiyo roho ikakaa huko, inachangia mambo matatu. Kuna madhara, magonjwa yanakupata, umaskini unakupata, na hasira ambazo hazieleweki zinakukamata. Hasira za kwanza zinapokuingia zinaleta magonjwa kama ya pressure, magonjwa kama ya kisukari, magonjwa kama ya kansa. Magonjwa hiyo nasikia inaitwa chronic diseases. Zina uhusiano mkubwa na mambo ya hasira. Chronic diseases zote, iwe ni kansa, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, kina uhusiano wa kiajabu na mambo ya kutosameheana. Maana the day umebeba grudges, the day umebeba mahasira, the day umebeba vitu ambavyo havifai za kihasira, basi umeruhusu roho yako, moyo wako ufanye kazi visivyo. Kutokuwa na moyo wa maombi ni kitu kingine ambacho kinasababisha tuteseke. Tukisoma kitabu cha Danieli
Ukisoma kitabu cha Danieli kinasema ya kwamba the angel that brought this message was in fierce battle. Tusome Danieli 10 mstari wa 12. Danieli 10 mstari wa 12. Kwa hivyo maneno yote ambayo tunaomba, chochote ambacho tumeomba kwa Mungu kinaendanga straight na kinasikika. Tukiomba ombi leo litaenda mbinguni na litasikika. Ukiomba chochote ambacho tutazungumza kwa Mungu, baraka zetu zinaachiliwa hapo hapo. Lakini kuna kitu ambacho kinaingia katikati yako na baraka yako, na hiyo ni mfalme wa Ajemi, ambaye ni mfalme, the principalities, the forces of darkness, the spirit of witchcraft, the spirit of unforgiveness. Hizo zikiingia zinasuia baraka yako kuteremuka, kwa sababu ya wewe kufasameheana, kwa sababu ya wewe kukataa madhabahu ya shetani, kwa sababu ya wewe kuokoka. Maombi yako yalisikika mara moja. Lakini tatizo imekuwa hii, kwa siku 21 mfalme, the principalities, maroho ya huko mbinguni ya kishetani yamekuwa kwenye vita na aliyetumwa arete. Usijali kwa sababu ya barriers wameweka. Usijali kwa sababu wamekuzuia. Usijali kwa sababu walisema hautafaulu. Kuna kitu Mungu anafanya. Kuna kitu Mungu anafanya. Kuna kitu Mungu anafanya. Malaika ametumwa. Malaika ametumwa. Walisema hautafaulu, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba utafaulu, kwa sababu umekaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuliuza miti ni dawa, tuliiba na tukapiga watu geta, lakini siku moja Mungu anajua ya kwamba huyu ni mtoto wangu. Lazima siku moja, lazima nitamuinua, lazima nitamuinua. Nataka nikwambie utainuliwa, utainuliwa, utakuinuliwa. Maisha yako itabadilika, maisha yako itabadilika, itabadilika. Wewe ambao uko nyumbani unagonjeka, unaumia, unateseka, utabadilishiwa maisha yako, utabadilishiwa, utabadilishiwa, utabadilishiwa. Danieli alikuwa kwa fasting ya 21 days. Danieli alikuwa naomba. Danieli alikuwa namtegemea Mungu. Hakuwa akitegemea Mungu. Kumbe maombi yake yalisikika. Maombi yake yalifunguliwa. Maombi yake yalifanyika. Mambo yake yote yalitimizwa. Lakini kukakuja mfalme wa Ajemi, the principalities, the forces of darkness, zikakuja zikazuia. Mwambie mwenzako hawatawazuie, hata wazuie, hata wazuie, hata wazuie. Michael anakuja, Michael anakuja, Michael anakuja. Atawateketeza, atawaangamia, maana I am right with my God. Ile siku uliamua ukasema sitafuata binadamu. Ile siku uliamua ukasema sitafuata pesa zangu. Ile siku uliamua ukasema sitafuata watu wa dunia. Ile siku uliamua ukasema hautafuata education yako, ukasema utafuata Mungu. Siku hiyo ndio Mungu alianza. Siku hiyo ndio Mungu alianza. Ni siku 21 tu, ni siku 21 tu. Hii vita ni ya 21 days. I wanna make it, I will win it, I will conquer. Kwa hivyo maneno yako yana uwezo kuvunja madhabahu. Maneno yako yana uwezo kuvunja shida. Maneno yako yana uwezo kuvunja umaskini. Maneno yako yanaweza kuvunja umaskini, hata magonjwa, hata divorces, hata confusion, hata stagnation. Unahitaji tu maneno, umwambie Mungu. You only need to confess. Unahitaji tu kusema, unahitaji tu kusema, maana Mungu wa mbinguni amekusikia. Maana ile siku ulisema utatembea na Mungu, na yeye alitembea na wewe. Anaongoja tu useme. Amen. Amen. Kwa hivyo kuna watu hapa mnateseka kwa sababu mmekataa kusema. Kwa hivyo ni kusema tu. Sema Mungu anibariki. Mungu anibariki. Sema Mungu nibariki. Mungu nibariki. Sema Mungu nibariki. Mungu nibariki. Fungua maisha yangu. Fungua maisha. Fungua maisha yangu. Umaskini. 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 Michael is coming to deal with you. Magonjwa. Michael is coming to deal with you. Umaskini. Michael anakuja kukushughulikia. Maadui. Michael anakuja kukushughulikia. Hata hauhitaji mambo makubwa. Hauhitaji hata kujua. You don't need to
know. Hauhitaji kujua kama unashughulikiwa. Hauhitaji kujua kama wanafanya. Ni Mungu atakwambia kuna mtu anafanya, maana uko busy. Mungu ndiye anakuambia kuna watu wanapigana. Kuna watu wanapigana kwa ajili yako. Amen. Hallelujah. Sikiliza. Thank you, Jesus. For you to win this battle, you must be right with God. For you to conquer this battle, you must be right with God. Na hautahitaji kwenda kutafuta watu wa kukusaidia. Hautahitaji kujua kama unapiganiwa. Hautahitaji kujua kama kuna kitu kinafanyika. You need only to be with God. You need to walk with God. You need to walk with God, and the rest shall be dealt with. Amen. God is not interested with your body. That is why we bury your body. He is interested with your heart. When you find yourself in a situation you cannot be able to handle, that is the spirit of poverty. When you are under the influence of the spirit of poverty, it is personality impersonates in your life and destroys you completely, irrespective of your nature and stature in the society. Hapa ndio unahitaji Mungu atume nabii. Kuna siku ulikosa kusikia ile sauti ya Mungu na ndio imekukosti mpaka sasa. Chomeka kabisa. Wapi kubaya? Home. When God is blessing you, it is just not anywhere. It must be a position where God has anointed.